نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. والإخلاص شرط لقبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين. Jana tulikuwa tulizungumza kuhusu sharti mbili za ikhlas, tukaitaja moja, kabakia ya pili. Tukasema kwamba sharti ya kwanza ni yakuna al-amal, ni iwe ile amali yako au ile tendo lako la ibada muwafiqan, na linaweza kuwa la ibada au la muamalat vile, muwafiqan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, iwe imeafikiana au imezungumzwa au imetajwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au imehalalishwa. Kwa hivyo hapa inakuwa ibada au muamalat vile vile. Kwa mfano unataka kufanya biashara, lazima uwe na ikhlas katika biashara yako ile, kwa sababu biashara pia vile vile ndani yake kuna thawabu mtu akifanya na ndani yake kuna madhambi mtu akifanya. Kwa hivyo fa inna al-amala la yuqbalu illa bi shartain, amali haikubaliwi ila kwa sharti mbili. Ya kwanza iwe al-amal muwafiqan lima shara'ahu Allah fi kitabi au bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Hilo ndio msimamo wa Kiislamu. Muislamu akitafanya jambo lote lazima awe na ikhlas katika moyo wake, na hii ni katika a'mal al-qulub sirriya fi qalbi al-insan. Aisha anasema radhiallahu anha katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu na laysa minhu fa huwa radd. Yoyote ambaye kwamba atazua katika jambo letu hili, jambo lolote ambalo kwamba silo liloteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halina uhusiano na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa raddun, atarudishwa mwenyewe. Kwa hiyo ni lazima mfumo wa maisha yako iwe imefuatana na nidhamu ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila kitu. Nasema kila kitu kwa sababu Uislamu unazingatia yote, almuamalat wal ibadat. Ikiwa una muamalat unafanya ghairu muwafiq, kwa mfano unafanya biashara wewe lakini kuna riba ndani yake, hadha ghairu muwafiq li shari'ati Allah subhanahu wa ta'ala, au kuna ghish ndani yake ghairu muwafiq, au kuna wivi, watu wanatafuta kila njia ya kuibia, ni makosa sana, makosa sana. Na unapofanya vile basi unakuwa wewe unakula haramu na yeye unamlisha mwenzako haramu. Juzi nimeona kiswa cha watu kudharau biashara, kwa mama biashara bwana tule tu pesa hizi. Ilikuwa baharini, wakaja wavuvi wa pweza, unajua pweza, octopus wale kuna order wamepatiwa, wameenda kuvua huko, wamekuja nao wengi tu. Sasa wakaja nao pale, mwingine ameshikilia mikono, mwingine ametia kwa magunia, na ukosefu wa ikhlas, wametia kwa magunia. Yule mwenye magunia anamuuliza mwenzake, umetia mchanga hapo ndani? Yani ametia mchanga ndani ya ile gunia la pweza. Bado lete bwana, lete bwana. Yule mwenye kununua hajakuja, akienda akachukua mchanga ndani ya gunia akautia, kajaza tena mchanga katika pweza wale. Kwa nini? Kwa nini afanye hivyo? Ili iongeze uzito ile pweza. Ikiwa ilikuwa ni kilo 5 au kilo 6, ikiwa ilikuwa kilo 6 au kilo 7, namna akajaza mchanga tele kwenye ile gunia la pweza. Yafaa hiyo? Haifai. Sasa yule mwenye kupima yeye hakuja, mimi nimekaa tu naangalia pale. Subhanallah. Jaribu mwambie, atakutusi shekhe, atakutusi kabisa, sababu watu hawana akhlaq. Alipojaza mtanga atajua leo, atatambua leo na mchezo hapa. Yeye anapewa pesa zile, pweza ni kilo 5, yeye amepata kilo 10.
ile pesa anakwenda kula yeye na nani? Watoto wake na nani? Na mke wake na familia yake. Ndio ile Mtume sasa akasema maakaluhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajaba, chakula chake ni haramu, yeye amekula haramu, makala wa mashrabuhu haramu, amenunua maji au amenunua chakula kwanza, kaenda kapikia watu wake, maji akapikia, soda, chai, mashrabuhu haramu wa ghudhiya bil harami, na yule mtu amelishwa haramu, fa anna, Mungu atakubali vipi dua ya mtu kama huyo? Nini? Ukosefu wa ikhlas. Kula halali yako. Kwa hivyo hata katika muamalat yataka usije na uzushi wako wewe. Hii ndio dini ya Kiislamu. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, fa an Umar radhiallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri ma nawa. Amali zote zinaenda kwa nia, na nia ndio nia pale pake ni wapi? Moyoni, katika umuru qalbiyya, fi qalbika. Waweza wewe ukadhihirisha nia yako mbele ya watu wakaiona, kumbe ndani ya moyo wako kuna nia nyingine. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Waislamu walipokuwa wanahama kutoka Makka kwenda Madina, Mwenyezi Mungu alijua katika wale watu kuna wanaokwenda pale kufanya biashara, hawatoi kwa ajili ya Uislamu. Kuna wengine wanaenda kutafuta wanawake wa Madina, tafuta wanawake Madina wanasikia wazuri, ndio kazi yao ni. Na kuna wengine walitoka kwa ikhlasi nia fi qalbihim, wanaenda kufanya nini? Wanaenda kwa hijra ya kuhama kwa ajili ya kuokoa Uislamu. Mwenyezi Mungu akamtamsha wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akamwambia Ahmad, hao watu naenda nao hapo, usifikirie watu wote nini wanasapoti hiyo hijra yako. Kuna watu wananeza nyingine, kama vile unavyoona maandamano, watu haki yetu, haki yetu, watu wafanya wataka jambo fulani wafanyiwe. Ndani ya lile kundi la watu kuna waizi pale, kuna vibaka pale wenye kuibia watu simu, na kuna wale ambao ni genuine, wale hasa wanaandamana kutetea lile jambo, kama ni ardhi, kama ni barabara, kama ni nini. Au usione watu wengi wafuatana ukafikiria wote nia yao moja. Kila mtu ana nia yake katika. Au Mtume sasa akaambiwa, na Mtume akamwambia maswahaba zake, Mtume anambia innamal a'malu mwandao huko nyinyi mujue haya mnayofanya yote ni ibada, na ibada ni nia, na nia utalipa, kila mtu atalipa kwa nia yake. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa, kila mtu atalipa kulingana na nia yake. Wasoma ili uwe maarufu wewe, utalipa kwa nia yako, ma nawa. Wasoma upate kuwa wewe ni mtu wa kuvamia vitu na kujua namna kudanganya watu, ma nawa. Wafanya biashara ili upate kusifiwa ukitoa pesa, ma nawa. Wewe enda hija ili upate kwenda kufanya biashara na ustarehe kule na usifu kama enda hija, maana upiga picha vile, ma nawa. Uenda jihadi, wewe uende kudumiwa kufanya jihadi, uenda kupigana uue kwa sababu utakuonesha upiga picha, nimempiga mtu mkamua, ma nawa. Fa inna malikulli imri ma nawa, kila mtu atalipa kwa nia yake. Kwa hivyo ikhlas niyya ni jambo la msingi katika maisha ya Muislamu. Faman kana hijratu, wa Mtume anaambia masahaba zake, basi jamani mjue hii hijra ni ibada, hii ni ibada. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli, yule ambaye kwamba atakuwa anafanya hijra kwa ajili ya Allah na mtume wake, kwa nia ya ibada, kwa nia ya kuokoa dini yake, kwa nia ya kuokoa dini ya Kiislamu, basi ajue atalipa kwa ile hijra yake. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, atalipwa tu kwa ile nia yake. Na Mwenyezi Mungu hafichiki, ya'lamu sirra wa akhfa, anajua Mwenyezi Mungu siri na zaidi ya siri iliyofichana ndani ya moyo wa mtu, ndani ya moyo wa mtu yaliyofichana Mwenyezi Mungu anajua. Wewe hujui, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Hapa kila mtu hapa ana kitu anafikiria katika akili yake. Mimi sijui, sisi ndio tunaona uko kwenye darasa unasikiliza, kumbe uko mbali, lakini Mwenyezi Mungu anajua huyu ana darasa sikia.
ufikiria kula, ufikiria kulala, ufikiria kucheza, ufikiria kwenda nyumbani, ufikiria mama, ufikiria kila mtu ana mawazo yake. Anajua hayo nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha au yusibuha, ambaye itakuwa yeye lengo lake ni mambo ya kidunia, enda kufanya biashara kule, enda picnic kule, anaona kama hija. Wala hayambii kwamba kuna hija kufanya biashara hairuhusiwi. Hii biashara inakuwa nile by the way, kupitia tu, lakini lengo lako ni hija. Ama ikiwa lengo lako bana nitakuwa kule bana kufanya biashara na watu wangu wengine, nitapitia tu ile hija, hapo ndo kwa sababu fa hijratu ila ma hajara, kanat hijratu lidunya yusibuha au imra'atun yatazawwaju biha, au mwanamke apate kumuoa. Kuoa mke bana, watu bana tutembee bana, wanawake kule wazuri, basi mjue kila mtu atalipa kwa nia yake. Fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Hayo ndio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha kwamba Muislamu ni lazima afanye ikhlasi katika a'maluhu fi amalihi. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahidun, ilahun wahidun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaambia Mtume Muhammad, qul, waambie hawa jamaa, innama ana basharun mithlukum, mimi ni kiumbe, mimi ni binadamu kama nyinyi. Haimanishi kwamba ikiwa mtume ni kama sisi basi tumdharau bana mtu, hapana. Yuha ilayhi, kisha mimi tofauti yangu, mimi napewa wahi, anapewa wahi pia kuambiwa hapo kuna kitu fulani. Mpaka Makureshi walikuwa wakisema Muhammad bana, usitienia kufanya jambo. Yule ukitienia kufanya jambo, mpaka hivi vijiwe vya Maka vinaweza kumpa habari, zikamfahamisha bana huyo na kadha kadha kadha, usicheze na yule Myahudi aliyemtilia sumu. Tumesema alipewa wahi, na ile nyama yenyewe ikamwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi nimetiwa sumu hapa. Mtume alikuwa na anaonesha vitu ambavyo huvioni. Sasa huwezi kusema yeye kama sisi, la. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa Rasulullah sallallahu, yuha ilayya, na teremsha wahi, annama ilahukum ilahun wahidun, kwamba Mola wenu ni mmoja jamani, hakuna masanamu, hakuna nani. Faman kana yarju liqa'a rabbih, basi yule ambaye kwamba anatarajia kukutana na Mola wake, falyamal amalan salihan, yani maana al-amal mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki amali nyingi. Mgombea Mwenyezi Mungu is not looking at quantity, haangalii vitu vingi, anaangalia quality kidogo, lakini umekifanya kitu kinaweza kukubaliwa. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala, hakusema ayyukum aktharu amala. Kwa hivyo ni yale mambo ambayo kwamba utakuwa na ikhlasi ndani yake. Mwenyezi Mungu yabluwakum ayyukum ahsanu, anawaonja nyinyi ili kupata kila mtu ajijue ni nani mwenye matendo mema, sio mwenye matendo mengi. Kwa hivyo hapa anasema fayamal amalan salihan wala yushrik biibadati llahi ahada. Hiyo ndio nidhamu ya Uislamu, nidhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe kazi yako ni kutafuta kufanya jambo kwa ikhlasi. Wal ikhlasu huwa al asasu fi qubuli duai, na mtakamfahamu kwamba msingi wa mtu kukubaliwa dua yake ni ikhlasi. Ndio yule mtu apoweza kule dua yake haikubaliwi kabisa. Unamuuziaje mtu mtanga wewe katika gunia la pweza, au mtie samaki mchanga ndani ya matumbo yake? Hakuna ikhlasi. Kwa hivyo wal ikhlasu huwa al asasu, ni msingi fi qubuli duai, katika kukubaliwa mtu dua zake. Ndio pale Mtume sasa maakaluhu haram hada min ikhlas, wa mashrabuhu haram hada min ikhlas, fa anna yustajaba, vipi anna yustajaba lahu, atakubaliwa vipi dua yake mtu huyu? Ujue kwamba miongoni mwa mtu kukubaliwa dua yake ni kuwa
na ikhlasi katika matendo yake. Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafirun, ombeni Mwenyezi Mungu mukiwa na yakini na ikhlasi katika nyoyo zenu ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye dini hii na itaendelea dini hii hata kama makafiri watakuwa wanachukia. Na naam, lao ingekuwa Uislamu si dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lao ingekuwako angekuwako. Siku ile ya mwanzo mtume alipoanza dawa ilianza kuchapa dini ya Kiislamu, ikaanza kudhalilishwa dini ya Kiislamu. Leo kuna makundi kila aina ulimwenguni, lengo lake ni kusambaratisha Uislamu, lakini subhanallah, Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anahifadhi dini yake. Kwa hiyo fuqdanu al-ikhlas sababu li radd al-amal, miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya mtu asikubaliwe amali yake ni kukosekana ikhlas. Ni bwana mswali bwana wa Mwenyezi Mungu, lakini mama anifungie, kuna ikhlasi? Wewe swala zako uswali wakati ukiwa na matatizo tu, qiyamul layl yako biashara zikiharibika tu, swala zako unaswali wakati ukiwa unazita na mke wako, unazita na watoto wako, unazita na mjira wako, ndio swali. Ukishavuka khalas, biashara zako zikiharibika, ndio hapo wewe ni dua tu, rabbana atina fid dunya hasanatan. Mungu hachezi shere bwana, wala Mwenyezi Mungu haombi hivyo. Mwenyezi Mungu ameka ibada ni kuombwa yeye 24/7 mpaka uge kaburini. Kwa hivyo ujue kwamba al-ikhlasu ni moja katika asbabu li raddi al-amal, kurudisha matendo ya mtu. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamah alayhi rajulun istushhida, asema katika watu wa mwanzo watakuja kutoa katika mahakama ya Mwenyezi Mungu, judgment. Huna wakili hapo, wakili wako ni amali zako. Huna baba hapo, babako ni amali zako. Huna mama hapo, mamako ni amali zako. Haya, mtu gani ataitwa mtu rajulun istushhida? Mtu amepigana jihad mpaka akafa katika jihad. Mashaallah, shahidi. Kwanza ni makosa kumuita mtu shahidi. Shahidi Kiislamu ni mtu ambaye kwamba yeye ameshakatiwa ataingia peponi, lakini siku hizi imekuwa ni kawaida, shahidi fulani. Nani alikwambia nini? Sema tu twamtarajia Mwenyezi Mungu amjalie kwa ni shahidi, lakini kukata tu fulani shahidi bwana, shahidi wajua alipigana kwa dia gani? Bwana fulani bwana fil janna. Mimi niliambia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, Aisha radhiallahu anha alikufa mtoto mdogo Madina. Alipokufa yule mtoto, Aisha sasa mashallah, ule mtoto ataingia peponi tu, hana madhambi. Tunasema Aisha, hizo si hisabu, hizo hesabu zetu sisi binadamu. Mwenyezi Mungu ana hesabu zake. Hizi nafsi za binadamu Mwenyezi Mungu azijua tangu mwanzo wake alizoumwa. Anajua ile nafsi ambayo kwamba ni njema na nafsi ambayo kwamba si njema. Anajua nafsi nzuri na ambayo kwamba si nzuri. Usihesabu hivyo. Au mtu amekufanya sijda ukasema mashallah wewe bana fil janna. Nani alikwambia shekhe? Nani alikwambia? Hujui pengine alikula sumu, akitoka Uislamu kuja sumu kaja kafa pale. Hujui aliyofanya. Tunasema tu tunamdhania mema, mashallah. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe na husnul khatima. Hivyo inatakana. Kwa hivyo alladhi sushida, na katika ujue miongoni mwa amali kubwa ambayo kwamba tumesoma juzi, ambayo inashinda mtu katika zile ibada za anazofanya mtu katika zile 10 za Dhulhijja, ni rajulun qatala fi sabilillah, metoka kwa kupigana vita kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akaangamia yeye na mali yake kusudi chochote. Wewe ni mtu mkubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini sikiza hapa, alladhi sushida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, amefanya istishhadi, akaletwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akajulishwa yeye na amali zake, na amali zikamjua yeye, fa'arafa. Bwana huyu kweli, bwana huyu ndiye kabisa. Zile amali zitakuwa kwa sura ya vitu au sura ya watu, uzijue mwenyewe, utazi identify na zote zitakuwa identify wewe, utakujua wewe. Kisha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza, fama amalta fiha, hizi neema ulizifanyaje wewe? Mwenyezi Mungu alikupa neema hizi. Qala, atasema qataltu fika
hatta stushhidtu, mimi nilipigana ya Allah mpaka nikafa pale. Na mtume anasema mtu atafufuka, wale mujahidina wenye kufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hakika watafufuka na damu zinatoka katika miili yao. Nikufa mimi kwa ajili yako ya Allah, nilipigana pala. Ndio nakusikia tu hao, utaniambia mimi, utamwambia mwingine. Mwenyezi Mungu utamwambia hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua yeye. Hivyo sana kadhabta, mwongo wewe. Mungu anakuambia mwongo. Ya Allah, mwongo wewe. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, ulipigana vita ili uambie fulani shujaa. Wacha mchezo, wapiga mapicha yameenea kila pale, unaonekana umeshika Kalashnikov, unapiga mazingale. Kumbe shekhe, wafanya ile watu wakuone. Mungu atakwambia kadhabta, fa'alta dhalika liyuqal annaka jari, ulifanya yale ili uitu kwamba wewe ni shujaa. Bwana fulani bwana. Na vijana wengi wanapenda hayo, wengi wanapenda hivyo kujisifu na kuonekana. Na siku hizi kila kitu kinatoka katika mitandao, kila kitu mitandao. Mtu anapiga selfie, zote selfie, huko kwenye Alkaba selfie, huko kwenye, mpaka mtu anakula chakula nyumbani kwake piga selfie. Wangapi wajua hawajapata chakula kile? Ufikie bila manyama, mtu anaangalia nyama kwenye picha mpaka anakutia degi, yeye anakutia hasad. Hajakula nyama miaka, angoja sikukuu mpaka ifike sikukuu ili ndio ale nyama. Wewe unakula mabiliani, unatia kwenye picha. Wewe kwenye simu unatia kwenye picha, kwenye ndege unatia kwenye picha. Shekhe, unajitia katika matatizo ya mwenyewe, na ndio utakuwa hasadi ni nyingi hivi sasa. Hata wale masahir siku hizi wenye koroga watu wale mganga akipiga picha tu, akionyeshwa mtu, bwana huyo ndiye nitaka mroge, ile picha tu basi, sawa, nakia. Sasa tumia mashetani, shirikieni huyo jamaa. Sasa hizi neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakazifichwa. Kwa hivyo huyu atatiwa ndani ya moto, fayushabu thumma yu'maru au umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar. Kisha Mwenyezi Mungu atoa amri, mshikeni huyo. Yushabu ala wajhihi, ataburutwa uso wake kwa chini na moto. Wa naudhu billahi min dhalika, Mungu atulinde na moto wa jahannam ya Rabb. Kwa hivyo ikhlasi, ndugu zangu, ni kitu cha muhimu sana. Kuwa na ikhlasi katika mambo yako. Umejenga markaz, umejenga msikiti, unasomesha watoto, usifanye kwa ajili ya sum'a, kujulikana. Fanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umetoa misaada, umechimba kisima, umepea na watu minha za kusoma, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Minunua misahafu, minunua mabusati ya msikiti, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umesafiri kwenda hija, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.